kabla hatujaweza kutoka kwa ajili ya kufanya ushuhudiaji, naomba muweze kuniona. Namba 6, namba 1 na namba 10. Tuweze kuonana kabla ya kuweza kufanya ushuhudiaji, kabla ya kutoka hapa. Na Mungu atawabariki sana. Okay, na sababu watu wengi hamjafahamu kuwa dhambi na kawaida ya kukujaza kama vile chula
Jiandaa kusherehekea sana mafanikio yako, na kama Biblia isemavyo, wadhanipo kuna amani ndipo uharibifu wajiapo ghafla. Unasikia ghafla pwa. Wanyakyusa wanasema kuja mbuririro. Alafu wanaanza kusema mwe jana tulikuwa naye mwe anyeri litoro mwe. Au wengine wanasema hey, mwacheni ameumwa sana mwe, mwacheni akapumzike. Alafundi wa kuzika wanakuja, Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Na kumbe Bwana alitoa, shetani ametoa, jina la Mungu lisikitike. Yule mwanaume aliyekufa pale msalabani, tunamhubiri Yesu. Yule mwanaume aliyeshuka kuzimu pasipo mwaliko, yule mwanaume aliyekaa kuzimu siku 3 na siku 3 akaja akafufuka akiwa amejaa uzima, akiwa amejaa afya, akiwa amejaa amani, akiwa amejaa upendo, akiwa amejaa ushindi. Vita ni ya kwake, vita ni ya kwake, vita ni ya kwake. Hebu natamani kupata mtu mmoja, hebu aliyepo mbali asogee mahali hapa, kwa sababu upo ujumbe kwa ajili yake, ipo kitu kwa ajili yake. Yesu anataka kufanya kitu kwenye maisha yako. Yesu anataka kutenda kitu kwenye roho yako siku ya leo. Yesu anataka kukutoa mahali ulipo. Bali shetani alipokuweka mipaka kwamba hutovuta, utavuka mahali hapo. Yesu anataka kuvusha kwa ushindi. Yesu anataka kuvusha kwa ushindi. Hebu mtu mmoja anyamaze kimya. Hebu mtu mmoja atulie. Kama upo mahali, kama upo mahali penye njia mkaweza kusogea kiburini ili usikie nini kila Yesu amepanga kufanya kwenye maisha yako siku ya leo. Ili usikie wapi Yesu anaweza kutengeneza kwenye maisha yako. Mtu mmoja atulie. Nimwalike mtumishi wa Mungu mahali hapa ili akupe kile kitu ambacho Yesu anataka kufanya siku ya leo. Haleluya. Sina kukuletea ujumbe ili kusudi ukapunge katikati ya wale matatizo. Bwana Yesu asiwe sana. Bwana Yesu asiwe sana. Mshangilie Yesu aliyekupa uzima. Ujumbe wetu wa leo unasema chagua njia iliyo sahihi. Ujumbe wetu ni kuchagua njia iliyo sahihi. Ukiangalia maana njia ni maana ambapo panakufikisha mahali fulani. Unapita sehemu ambayo inakufikisha mahali fulani. Hiyo ni njia. Hata sisi tulipofika mahali hapa ni kwa sababu kuna njia ambazo tumezipitia. Ndio maana tumefika mahali hapa. Kwa namna nyingi akili katika kutembea na magari, na hayo magari tumepata kwa sababu tumechanga pesa. Na hiyo ni njia ya kufikia mahali hapa. Kwa hiyo na wewe ni kusudi ukafikia malengo yako au ukafikie mafanikio, ni lazima uwe na njia. Na katika njia kuna njia iliyo sahihi na njia ambayo sio sahihi. Bwana Yesu asiwe sana. Njia ambayo sio sahihi lazima itakupeleka mwelekeo ambao haukutarajia katikati ya maisha yako, haukutarajia katikati ya njia zako za kutaka kufikia mafanikio yako. Bwana Yesu asiwe sana. Mtukuze sana Mungu kwa makofi na vigelegele. Kwa kuwa Mungu anataka kutufundisha njia iliyo sahihi, njia ambayo inatufikishia maeneo ambayo tunataka kuyafikia, njia ambayo inatufikishia maeneo ambayo ni mazuri. Lakini yamkini kuna njia nyingi ambazo tunatumia lakini hatufikii mafanikio. Hizo ni njia ambazo sio sahihi. Lakini leo tunataka kufundishana kwa ajili ya njia iliyo sahihi. Tusome kwanza katika kitabu cha Misali sura ya 16 mstari wa 25. Na wewe ndio maana nataka kukufanya kuwa kiumbe kipya. Amen. Kwa hiyo mtuomboza, mpokee Yesu akawe ni njia yako. Njia ya uzima, njia ya uzima wa milele, sio uzima tu. Ni njia ya uzima wa milele. Amen. Yesu ni njia ya uzima wa milele. Amua leo kumpokea Yesu. Amua leo kumpokea Yesu. Sauti hii inabembeleza. Yamkini mimi hautakuja kuniona tena, manake mimi sio mkazi wa hapa. Ndio maana nimekuja leo kwa ajili ya kukutangazia neno ili mtuomboza. Mungu akakusaidia kupokea ili ukawa kiumbe kipya. Amen. Mambo ya kale sio mema. Mambo ya kale sio mazuri. Yamkini zamani ulitumainia uganga, ulitumainia uchawi. Uchawi unaendesha. Uchawi unaendesha. Na mwisho wake ni mauti. Yote ya mabaya mwisho wake ni mauti. Mwisho wake ni
wamefanya nini duniani. Na wewe utasimama kwenye nafasi yako, au utapewa nafasi ya kwenda kwa baba yako, wala utapewa nafasi ya kwenda kwa mama yako. Lakini leo kimbilio halisi ni Yesu Kristo. Kimbilia Yesu Kristo ili akuweke huru. Kimbilia Yesu ili akuweke kuwa na amani, ili akuweke kuwa na matarajio yaliyo mema. Sisi wote zaidi ya yote tunataka mkamtake Yesu sana, mkamkimbilia Yesu sana. Hiyo mambo yote ambayo yameweka katika mji huu yasiweze kukukamata wewe, yasiweze kukutesa wewe, kwa kuwa Yesu utakapomwambia shida yoyote, yeye lazima atakujibu. Yesu majibu, mkimbilieni leo. Yesu majibu, mkimbilieni leo. Hii ni neema tu, hii ni neema tu, hii ni upendeleo ambao umekuja kwenu watu wa Mosa. Natamani watu mkazidi kuongea na mioyo yenu, mkazidi kuongea ndani ya mioyo yenu, kwamba niko sehemu gani, kwamba niko sehemu gani. Ila tatizo linalokutesa, Yesu atakupumua, Yesu atakuweka huru, Yesu atakuweka kuwa na amani, Yesu atakuweka kuwa na upendo na watu wengine. Nasi Mungu tunawapenda sana, ndio maana Mungu ametutumia. Tumezikataa roho za Yona toka tulikotoka huko, tumezikataa kabisa roho za Yona toka tulikotoka, kwamba tutakapoona nyinyi mnaokoka, mnamtaka Yesu, mnaamini katika Yesu, sisi tutafurahia pamoja na malaika wa mbinguni. Ndio maana tumekuja kwa pamoja, ndio maana tumekuja kwa kishindo. Naweza kufikiria mimi ilikuwaje hata nikaokoka. Naweza kufikiria. Yesu amekupata leo kwa kundi kubwa la watu ile. Amewapa watu waje kwa ajili yako. Watumishi wanaimba kwa ajili ya kufikisha neno, sio kujifurahisha. Ninajua maneno haya yamefanana na uimbaji wa leo, lakini nikusudi ni kukufikishia ujumbe ambaye mkini umeweka moyo kuwa mgumu, ambaye mkini adui amekukamata. Amini leo Yesu ni njia. Amini leo Yesu ni njia. Hebu mkimbilie Yesu sasa. Mkimbilie Yesu sasa. Mkimbilie Yesu sasa. Tunatamani tukawe pamoja na ninyi wapendwa, maana ninyi ni wapendwa wetu, kwa sababu Yesu mwenyewe ameagiza tupendane. Tunawapenda kwa upendo uliowapenda Kristo. Tunawapenda kwa upendo ulioandikwa kwenye Biblia, upendo wa agape. Basi niombe wale ambao wanataka kuombewa.